Ndugu zangu, muda ni mfupi, lakini lazima niache ujumbe mzito. Naomba kuwauliza watu wa Mbarali. Naamini watu wengi hapa ni Waislamu, ni Wakristo, ni watu wenye dini zao. Uongo kweli? Naomba kuwauliza, na naomba mapolisi msikilize vizuri. Naomba kuuliza, kuna dini inayoruhusu uwizi? Waislamu wanaruhusu uwizi? Wapagani wanaruhusu uwizi? Wote, hakuna anayeruhusu uwizi. Sasa nauliza, uwizi wa kuku ni wizi sio wizi? Wa milioni za fedha ni wizi sio wizi? Na niwaulize tena, uwizi wa kura ni wizi au sio wizi? Maaskari, narudia kwenu kwa sababu na nyie mna dini. Wizi wa kura ni wizi sio wizi? Asanteni sana. Je, mwizi anavumiliwa? Mwizi anafanywa nini? Anakamatwa na kupelekwa kwenye sheria. Mmeeleza hapa kwamba mwaka jana kura zenu ziliibiwa. Uongo kweli? Kuna mtu amekamatwa na hawa maaskari? Wana uhalali hata wa kusimama hapa? Nikisema CCM ni wezi kwa sababu mwizi wa kura ni sawa na mwizi wa kuku na wahela, nimekosea? Basi ndio msingi wa kusema, na naomba mpelekeeni Samia ujumbe. Tunasema no reform, no election, kwa sababu serikali ya CCM inalinda wezi wa kura. Na haki muhimu katika nchi, haki muhimu katika nchi ni haki za kikatiba, haki za uchaguzi, kwa sababu uchaguzi ndio unaleta viongozi. Uongo kweli? Sasa niseme ifuatayo kwa kifupi sana, kwa sababu nataka mwenyekiti wetu aongee. Sasa hivi hapa tunapoongea tunasikilizwa Marekani. Mkutano unasikilizwa Marekani, unasikilizwa Uingereza, unasikilizwa Ujerumani, unasikilizwa Australia. Kwa maneno mengine, nchi zote za dunia yameelekeza masikio yao Tanzania. Sawa? Kwa msiogope, msiogope chochote. Watupige mabomu wafanya nini, lakini dunia nzima imeelekeza masikio na macho yao hapa. Kwa hiyo nachotaka kusema nini? No reform, no election. Hakuna mabadiliko kama hatutafanyiwa mabadiliko kwenye sheria zetu za uchaguzi. Kwenye katiba tumesema hatutakwenda kwenye uchaguzi, sio kwamba tutasusia, hatutaenda kupiga kura. Tumeelewana? Nasi nimesemaje? Hatutafanya nini? Walioelewa, hatutapiga kura kwa sababu mabadiliko ya katiba na sheria yasipofanyika tutaenda kuibiwa tena na mwizi. Na lazima kulinda mali yako. Kura ni mali yako, lazima uilinde. Uongo kweli? Wanaokubaliana na no reform kwa maana hiyo wanyoshe mkono. Asante sana. Asante sana. Maaskari, hii mvua haiwezi kuzuilika kwa mikono. Naomba niseme, kuna njia nyingi za kutokupiga kura. Mimi natoa moja tu hapa, na ile askari waangalie, wasikilize na watafakari, wafungue na vitabu vyao vya sheria. Nataka kuambia hivi, we mwananchi wa Madabaga, asante, hiyo asubuhi siku ya kura umelala kitandani pako, huyo askari atakuja kukuamsha? Ana uwezo huo? Kuna sheria ya kukuamsha kwenda kupiga kura? Tanzania
sio kati ya nchi 27 duniani ambazo zina sheria ya kumlazimisha mtu kwenda kupiga kura. Hiyo ni njia moja tunawaambia, ukilala kitandani kwako, usipoenda kwenye kituo, umati huu wote usipotokea, kutatokea nini? Hakuna uchaguzi, hakuna reform, hakuna uchaguzi. Ndio maana yake. Njia ya pili, naomba karatasi hiyo itakayopita kila mmoja ajaze. Tutahitaji kama alivyosema aliyetangulia, saini milioni 15, ikiwa ni pamoja na kwenu na vijiji vyote vya Mbarali. Saini milioni 15. Tutabeba kwa mabegi, tutabeba kwa magunia hayo makaratasi, tutaenda kumkabidhi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, na Umoja wa Mataifa ana mamlaka ya kukemea nchi zote ambazo zimeweka saini mikataba ya dunia, na Tanzania ni mojawapo. Tumeelewa? Sasa msipo saini, hatutakuwa na nguvu ya kuwasaidia. Mkisaini hizo karatasi, tuna nguvu ya kuwasaidia, na hakuna wa kutuzuia, sio polisi, sio Samia na usalama wao, sio nani. Tuna mamlaka yote. Nani amenielewa? Hebu anyoshe mkono. Asante sana. Makamu mwenyekiti, kwa sababu ya muda, mimi naomba niishie hapo. Karatasi zitapita, jazeni hapa. Kama haziko hapa, zitawafuateni nyumbani kwenu, kwenye mitaa yenu, kwenye vijiji vyenu, kwenye vitongoji. Hizo karatasi jaza wewe mwenyewe, weka saini yako, weka namba yako ya simu. Huna cha kuogopa, sheria inakulinda. Asante, Mungu awabariki. Mbarali